Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati mwema tena. Namshukuru Mungu sababu ya neema na kibali. Leo nimeona niende mlimani maombi, ndiposa nikaweza kutafuta uso wa Bwana. Sijasema mle kanisani hakuna uwepo wa Bwana ama hakuna uso wa Bwana. Kila ambacho ninachokifanya ni kana kwamba nami nafika wakati mwingine najitenga na watu wenzangu, ndiposa nikaende kusikia Mungu anasema nini. Sababu hata Musa kuna wakati, ama Yesu mwenyewe kuna wakati alikuwa anajitenga na wanafunzi, ndiposa akaenda kutafuta uso wa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo nakushukuru mahali popote unaponitazama, mahali popote unaponisikiza. Kwa majina anaitwa Brother Alfred Abineri, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Mimi ni mtumishi wa Mungu na kukaribisha katika njia ya amani na rehema. Kuacha neema ya Bwana ikakutoshe mahali popote unaponitazama, mahali popote ulipo asubuhi ya leo, katika jina la Yesu. Kwa hivyo maandiko yanaenda kutoka katika kitabu cha Ruth. Naenda kusoma andiko la Mungu kutoka kitabu cha Ruth 1:4. Ndiposa tusikie sauti ya Mungu inasema nini, ama Mungu anasema nini. Tasoma katika jina la Yesu. Maandiko yanasema, tasoma kwa uwepo wa Mungu. Nao wakaoa wake katika wanawake wa Moab, na jina la mmoja aliitwa Orpa, na jina la mwingine wa pili aliitwa Ruth. Wakakaa huko yapata miaka 10. Wakafa na Maloni na Kilioni wote wawili, na huyo mwanamke akawa amefiwa na wanawe wawili na mumewe pia. Huyu mwanamke anayeongelewa hapa ni Naomi, sio mwingine. Naomi ameenda kukaa huko Moab. Alipokaa Moab, amekaa mahali pale zaidi ya miaka 10. Alitoka kwake akiwa na familia, lakini alipofika mule mambo ikabadilika, mambo ilichange ghafla. Ndiposa unamwona anarudi kama ana watoto wake wawili vijana alienda nao walikufa, na mzee wake pia akabaki ana mtu. Na kwa bahati mbaya wale ama wale watoto ambao vijana wake walikuwa wameoa, kwa bahati mbaya hawakuwa na watoto. Kuendelea chini nasema, ndipo alipoondoka yeye na wakweze ili kurudi kutoka nchi ya Moab, maana huko katika nchi ya Moab amesikia ya kwamba Bwana amewachilia watu wake na kuwapa chakula. Basi akatoka pale alipokuwepo. Upepo unanisumbua, tanivumilia tu. Wakweze wawili pamoja naye wakashika njia ya ili kurudi mpaka nchi ya Yuda. Kisha Naomi akawaambia wakweze wawili, nendeni sasa mkarejee kila mmoja nyumbani kwa mamaye. Bwana na awatendee mema ninyi kama ninyi mlivyo watendea mema hao waliofariki, na mimi pia. Bwana na awajalie kuona raha kila mmoja nyumbani kwa mumewe. Kisha akawabusu, nao wakapaza sauti zao wakalia. Wakamwambia, la sivyo, lakini tutarudi pamoja nawe kwa watu wako. Naye Naomi akasema, enyi wanangu, mrejee kwani kufuatana na mimi. Kufuatana na mimi. Kwa nini kufuatana na mimi? Je, mimi ninao watoto wa kiume tena tumboni mwangu, hata wawe waume zenyu? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kile ambacho nataka kuambia hapa ni kana kwamba yule mtu ambaye Mungu amekushikanisha na yeye, kusudi la Mungu ni wewe utembee na yeye mpaka mahali ambapo Mungu anataka. Kuna mtu Mungu anataka kushikanisha na yeye na msiende na yeye njia moja. Kama hapo naona Orpa na Ruth walipoenda, walienda, lakini Ruth
yeye akakatalia kukaa kwa Naomi. Alikataa, yeye akakaa kwa Naomi. Lakini huyu mwingine alikuwa anaitwa Orfa, yeye sababu hakuwa amekuwa connected na huyu, yeye alifanya kujipa shughuli. Alipoambiwa na yule mama, mimi sasa nimeseeka, tumbo yangu haina usao tena wa kuweza kuzaa tena watoto wanaweza kuwaoa. Yeye alifika akagive up, akafanya nini? Akaenda. Kwa hivyo katika maisha unapokuwa mtu una give up mapema, hata mipango yako haiwezi ikafanikiwa. Maisha inatakanga tu unatia moyo kile ambacho unachokifanya, unatia moyo kwa kile ambacho unachokifanya. Kama umetamani kufanya kitu fulani, kama ni huduma ya Mungu, kuna changamoto ya kuanguka na kuinuka. Kama ni kwa ndoa, umeamua kukaa kwa ndoa si eti ni umefika huko, sio mbinguni. Kuna changamoto ya kuanguka na kuamuka. Kwa hivyo unaposhikilia hiyo imani yako, ushikilie kwa moyo, Mungu atakupeleka mbali, atakufanya kama Naomi, atakufanya kama Naomi na Ruth. Atakupeleka mbali sababu wewe umevumilia. Mungu anataka mtu anayevumilia. Unapokuwa unavumilia, Mungu anakufukishanga ng'ambo nyingine. Anakupeleka kutoka kiwango kimoja, anakuinua kiwango kimoja kuelekea kingine. Lakini utakapokuwa wewe ni mtu ambao unakufa moyo, itakapokuwa wewe ni mtu unakufa moyo, wewe Mungu hawezi akatembea na wewe. Mungu atembeangi na waoga. Mungu anatembeanga na wale watu wanajua kuna kuanguka na kuna kuinuka. Wale wanajua kuna kuanguka na kuna kuinuka. Ndio maana unaonanga hata Petro mwenyewe alipoanguka, amefika kwa mto, alifika tena akafikiria, niko na assignment, akarudi tena. Bwana Yesu asifiwe. Lijakuwa alisikia Yesu akimwambia tena, umerudi huko? Alirudi sababu alikuwa connected na Yesu. Kuna wale watu katika maisha huwezi hata ufanye nini, huwezi ukawa connected nao, sababu wewe anga yako na yao ni tofauti. Wewe mawazo yako na yule mtu ni tofauti. So unapokuwa mawazo yako na yule mtu inashikana, mtaenda mbali. Mnaweza mkasekea pamoja, mnaweza mkafanya kazi pamoja bila kukosana, bila kukwarusana, bila chochote kibaya. Lakini utakapokuwa wewe ni mtu ambaye unaona kana kwamba utashindwa, hakika mtawachana na huyo mtu. Hata yule ambaye alikuwa anaitwa Abraham na Lot, walipoenda njia moja, wakatoka kutoka nchi walikuwa wameishi, Mungu akawaelekeza katika nchi yenye alimwahidi Abraham. Walipofika mahali pale, unaona wakifika wakikosana. Sababu yani Lot na Abraham hawakuwa katika ile mkataba, hawakuwa katika na ile uhusiano, hawakuwa katika ile spiriti moja. Ndio maana unaona hao watu wanatengana. Kwa hivyo kwa maisha unapotengana na mtu, Mungu anajua sababu Mungu anajua mnaweza mkaenda hivyo, mkaenda kumalizia kubaya. Hata kuna watu wameanza kazi pamoja, utumishi, wamefika katikati wametengana. Mungu anajua mbona mtengana, sababu yeye anakusudia wewe. Kama umetenganishwa na yeye, huyu rafiki yako atakupeleka mahali pengine ambapo anataka watu wake wasaidiwe, sababu ungekaa na huyo mtu labda hao watu wangesaidiwa. Kwa hivyo kuna uwezo Mungu yeye anapofanya kazi ama anapotenda kazi, anatenda kwa roho, atendi kwa mwili. Kwa hivyo unapotengana na mtu, usione kana kwamba ni mbaya. Unapotengana na mtu ni kusudi la Mungu, sababu yeye anajua mbona kutenganisha na mtu fulani, mbona kutenganisha na mtu fulani, mbona kutenganisha na kazi fulani, mbona kutenganisha na gari fulani. Labda ulikuwa unataka kupanda hii gari, unasikia gari imejaa ghafla. Mungu alikuwa anajua hiyo gari utafanya, amekutenganisha na kifo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo katika maisha jua kuna kushindwa na kuna kuinuka tena. Unaposhindwa, hapo ndio ushindi wako unatokea. Samson aliposhindwa akakatwa nywele, lichakuwa amejaribiwa, ameshindwa kabisa, ameenda chini, nywele imekatwa, lakini yeye mwenyewe alijitia moyo akasema, Mungu tena rejesha tena nywele yangu tena, sababu alijua tena kuna urejesho. Ndiposa wakati Yesu alipokufa msalabani kulikuwa na urejesho tena. Yeye alikuwa anajua tena hata kana kwamba amekufa tena kuna ufufuo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo unapoanguka usikwame huko mahali umeanguka. Unapoanguka inuka tena, sababu Mungu yeye mwenyewe anajua kuna ushindi na utashinda na utainuka tena. Kwa hivyo mtu mzuri ama mwanafunzi mzuri yule anapoanguka anajua tena kuna matumaini ya kufanya nini, ya kuinuka. Ni kama mti unapokata mti unakuanga na matumaini. Asonga mvua itanyesha, iko na matumaini ya kufanya nini, ya kunawiri tena. Hata katika maisha unapoanguka pia chua, hapo ndio mwinuko wako huko. Unapotenganishwa na mtu fulani, chua Mungu tena amekuwekea mtu fulani mwenye utashikana na yeye na ufanye ile kazi yake, ama uende huko mahali ambapo amekusudia. Kwa hivyo wacha neema ya Bwana ikakutoshe
na ushindi ukawe ndani yako. Usione kushindwa, ona kushinda wakati wote. Unapolala, unapoamka, wewe sema wewe ni mshindi katika jina la Yesu. Wacha neema ya Bwana ikutoshe katika jina la Yesu. Shalom, shalom, shalom.